budi, ilibidi akubaliane na jambo tu, hakuna njia nyingine. Hivyo alifanya naye alikuwa hataki mpaka alienda bafuni kuja kuoga, kutoa vitu ambayo sio mazuri. Kwa hiyo alikuja kukaa na wale binti, ile kikundi alikuwa amejiunga nacho. Hivyo alikuwa anapewa madawa ya kulevya, akawa ni addicted sasa. Yuko na kale ka binti alikuwa anataka kuoa, akaja mwingine. Bwana mabinti wa gereza ni Osaga alikuja kuchukuliwa tena na polisi kwa sababu mama yake ndo alikuwa amekuja kumtembelea. Mama yake alimgombeza sana na walimwambia kwamba huyu mtoto wako anatumia madawa ya kulevya gerezani. Hivyo mama alimgombeza sana, akamwambia we mtoto, akampiga na bonge la kofi. Lakini afande alisema muache. Mama alichukia na binti alichukia sana, ikabidi ondoke. Akaja kuja kwenye kundi cha wauni. Binti ule mwingine aliyompiga akaja na kisu kwa ajili ya kuja kumtoboa, lakini sasa hivi alikuwa ni mafia, alishakuwa ni mafia. Walipigana tena, akaja kuchukuliwa kupelekwa kwa Mr. Frank, mkuu wa gereza. Akiletwa tu anatumia fursa kwa ajili ya kumlagi. Kwanza akampa madawa kulevya, akamlewesha vizuri. Baada ya hapo akamsagamua binti. Binti sasa alikuwa anaonewa, akaja kumuonea mpaka na huyu, kwa sababu alikuwa waelewani tena na huyu Ana. Huyu binti Jini alikuwa elewani tena na Ana, kwa sababu huyu binti alikuwa shafektika na madawa kulevya. Hivyo tena alikuja kuletwa kwa mkuu wa gereza Mr. Frank, naye akatumia tena fursa ile kuja kufika, akamwambia hivi vitu sio, akarudi. Na kwa sababu binti alikuwa shafektika, hivyo alitafuta madawa. Akaja kukorofishana tena na yule, na kupewa tena. Kwa binti alikuwa anahangaika kweli kwa ajili ya kupata madawa kulevya, kwa sababu shakuwa addicted. Hivyo aliona marafiki wale wengine, ikabidi ahonge pesa ili aweze kupata madawa ya kulevya. Akapata sasa, akatumia ile ya kuchoma. Hivyo alipewa kwa ajili ya kuonga. Alirudi akiwa nomo, akaamua kurudi. Lakini ule rafiki yake Jini alikuwa anamshauri, anamwambia kitu sio mazuri, lakini binti amuelewa, akaamua kumtishia mpaka na kisu. Niache. Lakini ule binti bado hakuishia hapo. Siku hiyo tena wakamkuta binti bwana, alienda akapewa kifuti kizito, akamvua na nguo zote, alikuwa naoga. Wakaja kumpeleka tena kwa dokta kwa ajili ya kumpima. Lakini alivyotoka hapo alirudi tena kwa marafiki zake. Kwa hiyo alichomwa nyingi mpaka akaona maruerue, akaanguka chini. Alikaa tu, alikuwa elewi kitu chochote, yani alikuwa inampelekesha kweli. Madawa kulevya alikuwa ni makali waliokuwa. Lakini rafiki yake alimshauri, akamwambia achana na haya madawa kulevya, si mazuri, lakini hakuelewa. Akikaa muda tu, akimisi tu anayafuata. Mara akakutana tena na kale ka binti, kwa sababu alikuwa amegombana. Kabidi waje food force kuja kumtoa. Wakaamua kumpeleka tena gerezani, ile gereza pale kwenye chumba cha punishment ambacho unakaa masaa 7. Alitoka kaja kuleteana shida, kwa sababu huyu rafiki yake ndo alikuja akamchoma. Kwa hiyo alileteana shida sana. Lakini baadaye kwa sababu ni rafiki tu, ilibidi wakalale pamoja. Hivyo alikuwa ameshafektika sana huyu binti, alikuwa haelewi kitu chochote. Hivyo alikuwa amepata tabu sana. Uoza kila muda tu. Lakini rafiki yake alivyomuona alikuwa anapata tena madawa, alikuja akakorofishana tena. Muda huo akapigana na wale marafiki zake. Wakaja tena polisi kwa ajili ya kuja kumtoa tena huyu binti. Mr. Frank naye alikuwepo maeneo hapa. Alikuwa anajitishia anataka kujiua. Kwa hiyo walianza kumnusuru, akampeleka tena chumba ambacho hiki ni chumba cha giza, ambao ni punishment amepewa. Alikuwa anapewa chakula, alikuwa akikaa huko na miss paka madawa na